Governor na viongozi wote ambao mmefika siku ya leo. Nadhani kilichotukusanya siku ya leo ni kwa sababu ya kusherehekea hii sherehe ya Madaraka Day. Nimepata kujua ya kwamba huu ni mwaka wa 63 tangu Kenya ipate madaraka ya kujitawala. Mimi sitaki kuongea mambo mengi kuhusiana na hayo, bali tu ni kuwatakia wanatana na wanakenya sikukuu yenye baraka ambayo itatusaidia kubadilisha maisha yetu kupitia wale ambao wametutangulia. Mimi jambo la kwanza ambazo nitaliongea ni kwamba ninaomba our deputy governor na bwana county commissioner, ikiwezekana kuanzia kesho tuwe na mkutano wa dharura wa viongozi ili tuone jinsi gani tutaanzisha mentorship programs na awareness katika shule zetu, hasa shule za mabweni, kwa sababu tulipata kusikia kuna kisa kimetokea shule moja upande wa Gilgil, shule inaitwa Utumishi, kwamba kuna wanafunzi takriban 16 ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya kuteketea moto. Hiyo hali ni kama kuna I don't know kama ni spiritual ama ni influence itawezekana kuenea katika nchi ya Kenya, kwa sababu ni kama kuna kisirani fulani. Kwa hivyo kuna umuhimu kama viongozi tushikane, tuzunguke kwa mashule, tuwahimize watoto waishi kwa amani na kwa upendo mkuu. Tujue ni shida gani ambazo zinachochea mpaka watoto wanaumizana. I think tutajua ni kitu gani ambacho kitawachochea na ni njia gani ambacho itatusaidia kufanya wale watoto wasipate kuumizana. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba ikiwezekana kuanzia kesho vikao vya dharura vianze ili kusaidia dada zetu na ndugu zetu ambao wanasoma katika shule za mabweni. La mwisho nataka kuongea na deputy governor. Leo nilitamani sana governor ahudhurie. Ni kwamba tumefika sasa kilele cha hatamu yetu ya hii awamu ya 3 tangu ugatuzi. Mwaka kesho tunaelekea kupiga kura kuchaguliwa viongozi wengine. Mimi tu niko na ombi moja kwa viongozi upande wa serikali. Kuna msemo wamesema, afadhali mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Kusema ukweli, bwana deputy governor, sisi tuko ground na wananchi wanalia sana kuhusiana na huduma mbalimbali. Walilia zaidi ya miaka 4. Sasa tunaelekea 5. Lakini mimi sitaki kuvunjika moyo ama kuwavunja moyo, kwa sababu wale wahenga wamesema afadhali mwisho mwema. Bado dunia inaendelea, maisha yanaendelea. Sisi kama wabunge wa hili county ya Tana River, mimi niko katika ile kamati ya budget na implementation pia ni member. Tukienda kuangalia upande wa matumizi, the implementation and absorption rate, county yetu iko chini sana, His Excellency. Mara nyingi huwa hawapitishi 30%. Kile kiwango kinakuja kutoka Nairobi. Na ni kitu ambacho kinahuzunisha, kwa sababu sisi county yetu ya Tana River ni wahitaji. Ni watu ambao tunahitaji hata zaidi. Iweje basi kile kidogo ambao tunapewa tunashindwa kutafuna tukimaliza? Kwa nini tunashindwa kutafuna tumalize kile tunapewa? Inavunja moyo. Kwa hivyo mimi ninawa encourage ya kwamba huu mwaka wa mwisho wacheni sasa tuongeze speed ya kutafuna kile tutakipata, na yale mabaki yamesalia huu mwaka tutafune tumalize, ili angalau wananchi waone ile miradi ambao wameona. Mwenzangu hapa amehimiza mambo ya hospitali, mambo na barabara na mambo ya maji na vitu vingine. His Excellency, mimi nimalizie tu kusema hivi, na sitanyamaza mpaka hiki kitu ambacho ninasema kifanyike. Niko na barabara moja hapa Chanani tu, imeanzia pale Emmaus mpaka pale Chanani. His Excellency, hiyo barabara situmii peke yangu. Gavana hafiki kwao, lazima atumie hiyo barabara. Mheshimiwa mbunge hafiki kwao mpaka atumie hiyo barabara. Kwa hivyo ni barabara ambayo si ya kutafutwa, ni barabara ambao wanaijua. His Excellency, mwaka juzi tulipoteza mtoto wa Chanani second kwa sababu hiyo barabara. Madhenge zimefungana, huwezi ona mbele.
imefikia hatamu ya kwamba lazima kama mtu anapita, mmoja atangulie amshikie mwenzake lile tawi, ndio mwingine apate kuona mbele apite. Ni aibu sana mheshimiwa naibu wa gavana. Imefika mahali barabara ni main road, lakini kuchungulia kama unatembea na gari ama pikipiki sasa ni kuchungulia. Haya mashimo yamefika size hii, gari sasa zinashindwa kwenda, pikipiki kila siku ni ajali. Kwa hivyo mimi bado ninawahimiza na ninawaomba, ninawarai ile barabara treat kama emergency. Kuna pesa za dharura, emergency fund. Toeni tu hata kama ni milioni 1 ama milioni 1.5. Next week ile barabara iende ifekwe ile madhenge, kupelekwe grade, ile barabara ifanywe grading. Mimi nitashukuru kwa sababu mwaka kesho kuna uchaguzi, na mimi nilitangulia kuambia mabasi yashasimama His Excellency, na mabasi ni mawili. Kuna basi limekuwa branded 1 term na kuna basi lingine limekuwa branded 2 terms. Sasa mimi kigezo changu ambacho ninapimwa ni ile barabara. Nimeambiwa ukifanyia vizuri basi la 2 terms linaingia mtu mmoja, ni lako. Unapewa hiyo tiketi, unaingia basi la 2 terms. Lakini hii barabara isipotengenezwa, utajiunga na wale wengine wengi, mtaingia hiyo basi ya 2 terms. Na mimi His Excellency hizo basi la 1 terms silitaki, nataka ile basi la 2 terms. Kwa hivyo mnisaidie. Lakini huu mwezi mmoja ukiisha His Excellency, nikiona bado muna sita, sina budi bali nitaenda kwa wananchi, tuanze kubeba masufuria na yale maneno ya maandamano, haki yetu mpaka barabara ifanywe. Mimi ninawapenda na mara nyingi huwa bungeni ninasimama na nyinyi, lakini kwa sababu ile barabara mtaniona frontline nikifanya maandamano makali sana kwa sababu ile barabara. Asanteni, Mungu wa amani awabariki, abariki Kenya. Thank you very much.